Tumekuja hapa kusalimiana nanyi, na mimi nasema sasa hivi tuko katika kipindi cha uchaguzi, kwa hivyo tuna wajibu wa kuomba kura. Lakini kabla sijafanya hivyo niseme maneno mawili. La kwanza, nasema sote tuhakikishe tunadumisha amani tuliyokuwa nayo. Nchi yoyote duniani inategemea amani ili iweze kupata maendeleo, na si alhamdulillah amani sasa hivi tunayo. Tuidumishe, wananchi wote wahakikishe kwamba amani hii haitoweki. Maana yake wanaosababisha kutoweka kwa amani ni sisi wananchi. Sote tukidhamiria, tukatia nia kwamba tutafanya litakalowezekana, lakini amani idumu, sina shaka tutaidumisha amani yetu ili tuweze kupata maendeleo zaidi. Tulikuja mwaka wa 2020 tukaomba kura zenu, tukatoa ahadi ya kufanya mambo mbalimbali. Leo nafurahi kuwa mbele yenu na kuthibitisha kwamba yale tuliosema tutayafanya tumeyafanya. Nyie ni mashahidi. Tulisema tutajenga hospitali za wilaya, tumejenga. Tulisema tutajenga skuli nyingi, tumejenga mpaka za ghorofa maeneo mbalimbali. Tutajenga barabara zimejengwa. Tumesema tutajenga bandari ya Shumba, imeshafikia hatua nzuri lakini hatujakamilisha. Awamu ijayo tutakamilisha bandari hii. Bandari hii itakuwa bandari kubwa, itakuwa ni bandari inayoleta mizigo hata kutoka Mombasa na kwengineko, lakini itakuwa vile bandari ya uvuvi. Tutakuwa na bandari ya uvuvi hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, wala msiwe na shaka. Lakini kuna swala zima la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Tulitoa ahadi hapa, na nakumbuka tulisimama pale nikawa nazungumza na kina mama wanaolima mwani. Nikasema tutakuwezesheni kwa mambo matatu. La kwanza, mtapewa mafunzo. La pili, mtapewa zana kwa ajili ya shughuli zenu, na la tatu, mtapewa mitaji kwa ajili ya kufanya shughuli zenu, na mitaji hiyo itakuwa ni fedha ambazo hazina riba. Nafurahi kusema kwamba kwa kiasi kikubwa tumewawezesha akina mama na wajasiriamali mbalimbali kwa mafunzo, kwa zana mbalimbali. Tumewapa maboti wakulima na wamwani pamoja na wavuvi, lakini vile tumetoa mikopo isiyokuwa na riba kwa wajasiriamali wengi. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba wale ambao hatujawafikia basi awamu ijayo tunawafikia kwa mikopo isiyokuwa na riba na zana mbalimbali ili wajikwamue na maisha. Kwa mkutano huu wa hapa leo nimalizie tu kwa kusema kwamba nashukuru sana yote ambayo wamenitangulia wenzangu kuzungumza, lakini lile swala la fidia kwa ajili ya bandari na kwa ajili ya bandari ya uvuvi pamoja na chuo, wala msiwe na shaka. Taarifa nilizokuwa nazo ni tayari fidia hiyo imeshafanywa, tathmini imeshafanywa. Ile tathmini imepelekwa Wizara ya Fedha kwa ajili ya kulipa. Nitalisimamia hilo ili watu walipwe fidia zao.